Lazima nikwambie ukweli, si nimekupenda. Kama nilikuwa nimeficha siri, leo naongea ukweli, nimekupenda. Hapa mimi nikilala, usingizi wangu utasema kama niko South. Mama hapo. Nakuuliza maswali yangu. Kwa nini kuanzia toka jana simu yangu haipokei? Ulikuwa wapi? Umetoka wapi? Umelala wapi? Nilikuwa kazini baby. Nisha kujua. Ndio maana una kelele sana. Acha kuongea sasa, tulia. Nisikilize mimi. Sawa eh? Sawa. Ulilala wapi? Mke wangu nilikuwa garage natengeneza gari. Gari ilikuwa fuso kubwa limekuja pale linanyanya. Mke wangu tena sasa hivi wallahi nakwambia ni utajiri nje. Akamwambia wewe unatakiwa kufanya. Sasa hivi unatakiwa unisikilize kwa makini yani. Yaani mpenzi, yaani jinsi Mwarabu alivyoniambia atanipa hela na atanipa na nyumba. Gorofa ni nini daktari? Sasa wewe tumefanikiwa mke wangu. Vitu vingine unatakiwa uvumilie. Yaani usiwe na complain wala usicomplain chochote yani kwa sasa hivi. Uta relax, utakuwa unakula kuku kwa mrija. Unasemaje? Sikiliza, usinitangazia mambo ya utajiri. Mimi nilivyokukubali nilikuona hivyo hivyo. Kapuku kama mimi. Haya mambo ya utajiri mimi kazi yako naijua. Hiyo kazi ya gari ya nyanya, sijui mabilingani, sijui matomato, mimi sijui. Nieleze vizuri. Akia Mungu vile, akia Mungu mara 7 baby. Sikiliza kwanza, sio na akia Mungu. Mpenzi, mbona uniamini lakini mimi nakuamini. Siwezi kukuamini kwa sababu unayeongea sio ya ukweli, kazi yako naijua mpaka ofisini kwako mimi na. Akia Mungu mara 7. Wewe usimshirikishe Mungu wewe. Mwanaume mzima unatafutiwa hata aibu wewe. Neno la kipuzi unamshirikisha Mungu. Nisamee sitorudia tena. Mpango ulikuwa kazini. Sasa nakwambiaje? Wewe upuzi wako ulikuwa unavichezea vyeupe. Vyekundu viniharibu nguo. Ulikuwa hujaviona. Sasa mimi wewe nitakunyoosha. Upo? Usifanye hivyo. Kuwa na huruma basi. Huruma wa nini? Huruma wa nini? Huruma wa nini? Nakuuliza eti nionee huruma. Ukonee huruma gani? Wewe unavyonifanyia unanionea huruma mimi? Uliza wewe mwanaume, una kichambi, una nini? Sasa vile ninapokupigaga mule ndani mule na kukogota. Hujapata akili nzuri sasa, ngoja leo mimi nikuonyeshe. Mimi siogopi tumbo wala pipa. Wende, ilo tumbo lako hilo mimi nageuza kitenesi. Wende. Bwana changamka. Wapi mama mwenye nyumba wako? Anajifanya yeye mjini hapa anamiliki nyumba. Kwa nyumba gani? Nimekuja hapa nusu saa hii sijamuona. Na unanijua ana nikisuka nywele 5 hizi. Uwasisikii cha mtu. Yuko wapi mama nyumba wako? Hayupo, alikuwepo hapa naona katoka muda sijapata sitoka yake wapi. Niachana naye tu. Hivi ana wewe unajisikia kile unachozungumza wewe? Kila siku unalalamikia, kila siku unalia. Oh kanifanya hivi, kanifanya vile, alafu nimuache. Sina uwezo kukusaidia lakini kupigana kwa ajili yako naweza. Namtaka wewe mama mwenye nyumba wako. Sasa ndugu yangu ndio moto ni ameka. Sababu usiniache kama kwa amani. Ana mdomo atanifanya mimi nisitoda kunywa maji hivyo. Nashindwa kulala huko. Sasa yeye mwenye mdomo, wenzie tuna midomo. Yeye ndio tuna midomo. Waulize mimi mtoto wa nani? Ana ubadilike. Uwe upole utakuja kupanda kichwani. Hivi unashindwa kusata siku moja ukajifanya kama umekosea tuteke nguo umemwangusha. Si umesema si mzee yule? Anakushinda nini wewe yani? Nitajaribu nisikia. Ana sio kunisikia ubadilike. Siku kujisikia mtemea tamate. Wewe kwa kijumba gani hichi? Au unakaa bure mwenzangu? Ulipi taka
Shoga yangu, kilichonikalisha hapa ni kodi yangu. Nasubirishe ndo niame. Sasa ufikiri mimi ningeweza kuvumilia yote haya? Usafi ufanye. Kila kitu nafanya. Sasa anakuonea nini? Kwa nyumba gani ana? Kwa nyumba hipi? Badilika ndugu yangu. Sasa sikiliza nikwambie. Leo nywele 5 nimemkosa. Siku namsukia hizi. Nikimkuta mama mwenye nyumba yako. Kazi ya nani? Niache bwana, mimi ndangu nitaondoka. Odi mjumbe. Odi. Odi. Ukishaona wanawake tu wamekuja hapa, basi unajua kabisa hizo ni kesi za kupigana na mwanaume wake na amepigwa. Kisa nini unagombana na mumeo? Hapana mjumbe, sijagombana na mumeo. Nimekuja na matatizo. Mimi naishi pale kwa mzee Zozime. Mzee Zime amefanya nini? Masharti yake yamenishinda. Wewe kwa mzee Zozime umeendaje pale? Nyumba nyingine hujaziona? Tatizo madalali. Laiti ningejua ngopo matatizo yamenifika haya, wala nisingesubutu ningekaa pale. Shida nini? Tatizo nimeingia na mume wangu vizuri ndani na tumelala, lakini mpaka asubuhi na tamaki simuoni mume wangu. Ameayuka. Simuoni. Umeangalia chini uvungu? Nimeangalia kote mpaka chooni, sielewi. Choo kizima? Kabisa. Majagi? Kote nimeangalia mjomba, umefunua ndoo? Kote nimeangalia. Na nimeenda kwa dalali, amenieleza kwamba ile nyumba ninaoishi hakutaki kuishi na mwanamume yoyote. Laiti ningejua kwamba ile nyumba ina masharti, wala nisingeweza kwenda kukaa katika ile nyumba. Kwamba ina masharti kiasi hicho, nisingeweza. Sasa mamangu, hebu ngoja kwanza nikwambie kitu. Mimi nishachanganyikiwa. Kwa nini nyumba ina masharti na unakubali kwenda kukaa? Maana sasa hapo unakuja kutupa shida sisi wajumbe. Na kwa sababu mimi ndo kazi yangu kama mjumbe na kusaidia kwa masharti. Sawa. Lakini unisikilize kwa makini kwa sababu hayo mambo yanayoendelea hapo ni mambo ya kishirikina. Mambo ya uchawi. Na sio mara moja hizo kesi zinakuja kwangu mimi. Ila kwa sababu mjumbe wenu nimesoma na najua nini maana ya ushirikina, lakini pia nimepitia mambo mengi sana. Nimepitia mgambo, nimepitia jeshi, sawa? Nimesomea udaktari, nishakuwa nesi, mimi nishakuwepo komando Joni, komando Jide, yani ni makomando kiujumla. Kwa hiyo sasa tukitoa masuala ya kishirikina, tukirudi kwenye akili ninayo na ushirikina vile vile naujua, mimi nakusaidia. Sasa wewe jiongeze hapa. Sasa najiongeza vipi mjumbe? Wewe jiongeze kesi kama hiyo, mimi naendaje mambo ya kishirikina? Mamangu, serikali haiamini uchawi. Wewe siwezi kutoka hapa kwenye mambo ya kishirikina. Wewe kama una akili zako timamu na unataka mume wako arudi, twende tukakusaidie pale, jiongeze. Sasa wewe chochote unatumia vipi? Nakwambiaje? Serikali haiamini masuala ya uchawi. Sawa mjumbe, nina shida. Mambo si ndo hayo bwana. Hebu pesa huko, kuna vitu vingi huko. Leo sitoe tu jiko la gesi. Hii ndo unalala maskini unampa tajiri. Shahidi. Pole sana. Iya bwana. Ukilala una mume wako unajifunga pingu. Hebu shika hela. Mbona kwa nini unanidharau? Sio unige shilingi 2000 mimi? Kama mjomba unataka shilingi. Kesi ya kishirikina unage shilingi 2000? Nisaidia mimi. Hapana. Kama utaki nenda wewe una kama mimi. Nisaidia mimi kama binti yako. Tafuta hela. Toa hela. Mashuka mawili ya Kimasai. Toa 20,000 hiyo. Hebu niangalie kwa jicho lako. Wewe kazi ya kishirikina hiyo. Mimi nakuja kama tekero pale. Siji kama mjumbe. Sawa hiyo. Sasa je. Mambo ndo hayo. Sasa kwa sababu mambo nyinyi ya kishirikina nitakuwa kufanya. Tangulia, mimi nakuja kumalizia hilo. Wala usijali. Kikubwa usiongee na mtu yoyote. Sawa. Niache mambo ya kishirikina hataki kutangaza hapo. Hakikisha usiongee na mtu yoyote. Msalimie mmeo. Msalimie mmeo. Na pole. Msalimie mumeo. Nafiki huyo. We mjumbe. Nakwambia usimchanganye. Sioni mimi sina akili. Sasa naambia ukweli. Kaa hapa chini. Unaambia ukweli. Ukiniambia ukweli ngoja tunayamaliza tu. Sawa. Sasa. Nakwambia hakuna cha sasa wala nini hapa, kaa chini uniambie ule ukweli. Kaa chini.
Niambia ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa Nadia. Aliniambia hivi. Samani, tafadhali kabisa. Kibinadamu kabisa nakuomba. Nini? Tafadhali naomba tusubiria. Nini? Taratibu bwana. Vipi baba? Nimeshuhudia kila kitu. Wahenga wanakuambia siku zote mwenye macho aambiwi tazama. Na mimi nimekaa pale na mimi nimeambiwa tazama kimeujiza na mimi nimetazama. Yaani umekaa kama CCTV. Kama CCTV. Unaona kila kitu. Naona kila kitu. Sasa wewe unaulizaje nyasi kwenye uwanja wa mpira pale Taifa? Mimi nimeona tayari. Ndio nilikopa kweli na huyu mama bwana ana kesa amegombana na mume wake na tumejaribu kuliongelea hapa. Baadaye kutakopo na maelezo kidogo ya kikao mimi pamoja na mume wake pale. Mambo kupigana mambo ya nani ya jinsia haya. Sasa yule kikao achana naye yule. Mimi na kikao na wewe kuna kitu nimekiona kimetoka pale. Gani? Kuna kitu chekundu nimekiona Unaona mpaka hela. Kwa nini nisione? Nimekaa muda mrefu nikawa nafuatilia pale. Sasa hiyo unasema wewe ile ilikuwa ni shilingi 2000. 2000. Yaani kika kwa mbali unaona kama nyekundu lakini ni 2000. Wewe Kaki fulani. baba huu ufupi tu. Nimedumaa mimi mkubwa na akili zangu timamu. Yaani mimi nikae pale naona kabisa nyekundu, kuna kitu gani chekundu zaidi ya Simba na hiyo hela? Baba wewe mbea wewe. Napenda sana kufuatilia maisha ya watu. Sasa tugawane bwana ili tusipe. Wewe umewekwa hapa kama usalama? Sio kama usalama, ajali kazini nimekwambia. Haya umeona bei gani? Mimi sijaona, mimi nimeshuhudia. Umeshuhudia? Kwa hiyo wewe jiongeze hapo. Bei gani? Mimi nimeangalia nimeona kama kuna nyekundu imepita kwa mbali unaona kama nyekundu 2000. Wewe mimi mkubwa sana kimo hichi nimedumaa bure. Mimi ni mtu mzima bwana. Umri umeenda. Nimeona kitu chekundu. Nakwambiaje? Ilikuwa ni shilingi 2000. Alinipigia simu akaniita njoo na chumba changu. Sasa mimi nikaenda kuangalia chumba chake, akanikaribisha kinywaji, baada kunaangalia kinywaji nikawa nasikia kama kuzimia, sikuzimia, kizunguzungu, nikawa na hivi mimi mke wangu nakupenda, ule mpumbavu akanipoza mimi. Unajua nakupenda kiasi gani mimi wewe? Sasa nakwambia hivi, wewe utaniponza nijinyonga kwa uzi wa sindano. Jamani wananiua jamani, kupenda kote nikopenda. Mimi unaniona kama tambara choni jamani. Jamani. Hata mimi mke wangu hata kulia sasa ukweli nakupenda. Unajua nini ninachokupendea? Ngoja nikwambie siri ya mafanikio mpaka wewe. Kwanza sina shida ya kutafuta mtu. Mimi nikilala hapa tu. Sofa. Na alafu hiyo mizinga inayonguruma kila kitu nakwambia, sikwambii mimi. Anafanya kazi. Sasa hata nakwambiaje, mimi nimeshakusamehe, lakini kukusamehe kwangu leo baba, kazi ya huyu ndani yote hapo. Sasa utakuwa unanisamehe. Ili kosa la kwanza nimekusamehe, lakini kwa leo mimi siwezi nikafanya kazi yoyote kama kweli umenipenda kwa moyo, kutoka moyoni umethubutu eti umenipenda, si ndio? Sasa kazi zote za ndani zako mimi leo mtu akula tu. Magoti si heshima. Heshima ni nini sasa? Ni maneno. Unajua mtu wangu amenitongoza. Sasa nikupenda. Mbona ngakutongoza? Amela sikupingia chochote. Kanikubalia. Kwa sababu mtoto anaiti. Sasa kutembea barabarani watoto wachangamkiwa. Sasa hizo sio anza kazi. Nataka kula. Kinaambia utafanyaje kama nimekulazimisha? Sio kizomba changu, ndio kipenzi changu. Kocha moyo. Yaani kabisa ukitoa moyo wangu. Bwana wewe fanya haraka. Mbili. Ila kwa sababu wewe unapenda kufuatilia mambo ya watu. Nenda kokote ila hapa upate. Kwa hiyo mimi niende kokote. Kokote. Sasa baba, mimi ninavyokuambia ni kitu kimoja mjumbe, na kuheshimu sana, lakini kwenye hili nitaanzia kwa mjumbe serikali za mitaa. Nikitoka pale serikali za mitaa nahamia kituo cha kati. Kituo cha kati mahakama kuu. Sasa huko mahakama